Hello guys, habari. Ni yule mtaalamu wa afya, mshauri wa afya ambaye unampata kwenye ukurasa wetu wa chaneli yetu ya Afya ni Mtaji. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kufuatilia dondoo za afya katika chaneli yetu ya Afya ni Mtaji. Yes, leo tutazungumzia zaidi kuhusu vidonda vya tumbo, ulcers. Zipo sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea mtu kupatwa na vidonda vya tumbo, lakini vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao unawapata watu katika maisha ya kawaida, na ni ugonjwa ambao unapatikana kama kimasihara fulani. Sababu zipo sababu ambazo ni za kawaida sana zinapelekea mtu kupatwa na vidonda vya tumbo na kwenda kupata shida namna ya matibabu na kushindwa kuweza kutimiza ndoto zao. Lakini tuzungumzie sababu kuu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na ulcers. Sababu ya kwanza ni stresi, mawazo. Kuwa na mawazo mtu kunampelekea kupata vidonda vya tumbo. Lakini pia kutokunywa maji ya kutosha. Kawaida mwanadamu anapaswa kunywa maji walao lita 2.5 mpaka lita 3 kwa siku. Anapaswa kunywa maji hayo kiafya. Lakini jambo la tatu, kutokula matunda ya kutosha, kutokula matunda ambapo yamuepushe mtu huyo kupatwa na choo kigumu. Lakini pia jambo la 4 ni kuchelewa muda wa kula, pia kunapelekea mtu kupatwa na vidonda vya tumbo. Jambo la 5 ni matumizi ya antibiotic, matumizi ya madawa ya kutuliza maumivu mara kwa mara kiholela. Hii pia inapelekea mtu kupata vidonda vya tumbo. Hizo ni sababu mojawapo ambazo zinaweza kupelekea mtu kuwa na vidonda vya tumbo. Lakini tuje dalili gani ambazo zinakupelekea wewe kutambua kuwa tayari una changamoto za vidonda vya tumbo? Dalili ya kwanza kabisa ni kuchoka bila sababu maalumu, kuchoka sana mwili bila sababu maalumu. Hiyo ni sababu mojawapo ya kupelekea mtu kutambua kuwa tayari una viashiria vya kuwa na vidonda vya tumbo. Lakini kuumwa mgongo, kiuno pia ni sababu, ni dalili mojawapo ya kuonyesha kuwa una viashiria vya kuwa na vidonda vya tumbo. Dalili nyingine ni kupungukiwa ama kupoteza kabisa nguvu za kiume kwa upande wa wanaume. Hiyo ni dalili pia. Lakini dalili nyingine ni kizunguzungu. Kizunguzungu kinapelekea mtu kutambua hiyo ni dalili ya kuwa na vidonda vya tumbo. Kukosa usingizi, maumivu makali sehemu za mwili, hiyo ni dalili pia inapelekea mtu kutambua kuwa na viashiria vya vidonda vya tumbo. Lakini maumivu makali sehemu ya kifua kwa ndani, na kana kwamba kuonyesha kuwa unachomwa na kitu chenye ncha kali, hiyo ni dalili pia inapelekea mtu kutambua una chanzo cha kuwa na vidonda vya tumbo. Lakini kichefuchefu, kiungulia pia ni dalili ya kutambua una viashiria vya kuwa na vidonda vya tumbo. Tumbo kujaa gesi, lakini tumbo kuwaka moto, maumivu makali sehemu kilipo kidonda, hiyo ni dalili pia inakupelekea wewe kutambua una viashiria vya kuwa na vidonda vya tumbo. Kukosa choo au kupata choo kigumu, hiyo ni dalili pia. Lakini kutapika, nyongo na kukosa hamu ya kula, hiyo ni dalili pia. Kuwa na tatizo la bawasiri pia, hiyo ni dalili ya kupelekea wewe kuonyesha kuwa una viashiria vya kuwa na vidonda vya tumbo. Yapo madhara mengi ambayo yanaweza kumpata mtu mwenye changamoto ya ulcers. Nitazungumzia madhara mojawapo, kansa ya utumbo. Hayo ni madhara ambayo yanapatikana kutotibu vidonda vya tumbo, kupata kansa ya utumbo. Kansa ya utumbo inapatikana vipi? Pindi mtu anapokuwa na vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni mchubuko ambao unapatikana ndani ya utumbo. Yawezekana ukawa ndani ya utumbo mpana ama utumbo mwembamba. Hivyo huo mchubuko unapelekea kusababisha uzalishaji wa gesi nyingi tumboni, lakini ile gesi inapelekea umwagikaji wa asidi nyingi tumboni. Ule umwagikaji wa asidi unapelekea kutengeneza abnormal cell growth, ambao ni kansa, seli za mwili zilizokufa, kutengeneza kansa na kwenda kupelekea kutoboa utumbo. Lakini madhara mengine ni kupoteza na kuharibu kabisa mfumo wa uzazi, haswa kwa upande wa wanaume. Lakini kushindwa kutimiza ndoto zako, pia
Hayo ni madhara ambayo yanapatikana kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo. Namna gani utatatua changamoto ya vidonda vya tumbo? Kwa kutumia virutubisho lishe, mimea tiba. Ungana nami katika chaneli yetu ya Afya ni Mtaji. Fuatilia na uzidi kupata dondoo na elimu ya afya. Lakini pia tupigie moja kwa moja kwa nambari zetu za simu zilizopo hapo chini. Na usisahau kusubscribe na kufuatilia dondoo zetu. Tunapatikana Tanzania, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, lakini pia Tanzania bara. Popote ulipo tunapatikana. Karibu tukusaidie leo.